yale mamlaka that God gave you, ambayo Mungu alimpa, that you understand, yale ambayo unasikia, that you have a revelation over. yale ambayo unakuwa nasema. Acts of the Apostles chapter 19. Matendo ya Mitume sura 19. Demons asked the sons of Sceva. Mapepo wakauliza watoto wa Keva. They said, wakasema, Paul we know, Petro tunamjua, Jesus we know, Yesu tunamjua, but who are you? lakini wewe ni nani? They were preaching the name of Jesus. Walikuwa wakihubiri jina la Yesu Kristo. They were casting out demons. Walikuwa kufukuza mapepo In the name of Jesus. katika jina la Yesu Kristo. That Paul preached. Ambayo Paulo alihubiri. They didn't have a revelation. Hawakukuwa na ufunuo. They didn't have a relationship. Hawakukuwa na wasiliano With that Jesus. pamoja na huyo Yesu. You have understood what I've said? Je, ulisikia yale ambayo nilisema? Hallelujah. Amen. It's not a question of shouting Jesus. Haiko kwestio ya kushangilia Yesu. You have to understand who Jesus is. Unapaswa kujua Yesu Kristo ni nani. You have to have a relationship with him. Unapaswa kuwa na wasiliano na yeye. Acts of the Apostles chapter 14. Matendo ya Mitume sura 14. We see an incident. We see a situation. Tunaona habari where Paul sees a man who is born lame. Ambapo Paulo aliona mtu aliyeumbwa kiwete. Does not pray in the name of Jesus. Hakukuwa maombi katika jina la Yesu Kristo. But he said, lakini akasema, stand up. Simama. You are healed. Umepona. Why? Sababu gani? Paul has a relationship with Jesus. Paulo alikuwa na mawasiliano na Mungu. Even if he does not pray. Hata kama hakuomba. In his heart. Ndani ya moyo wake. He knows. Alijua. In his heart. Ya kwamba ndani ya moyo wake. He's having a relationship with Jesus. Kuna uwasiliano pamoja na Mungu. That's why. Ndiyo maana. I can simply stand here. Ninaweza kusimama hapa. And don't pray. Bila kuomba. And don't say anything. Bila kusema neno lolote. And demons run away. Na mapepo yanakimbia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Know the pattern that you have. Jua agano ulilo nalo. Know the one you have a partnership with. Jua ni nani. Jua unakuwa na agano na nani. When you understand that. Wakati unaelewa hili. Hallelujah. Amen. When people are crying. Wakati watu wanalia. You are laughing. Wewe unacheka. Because you are not alone. Sababu hauko wewe mwenyewe. When David hit Goliath with a stone. Wakati Daudi alipiga Goliath jiwe. Let me tell you. Acha nikwambie. The stone hit him like this. Jiwe likampiga kama hivi. But he fell like this. Lakini akaanguka kama hivi. The stone hit him like this. Jiwe lilimpiga hivi. He was supposed to fall backward. Alipaswa angukia huko nyuma. But he fell downwards. Lakini akaangukia ndio sura. What does that mean? Ile inamaanisha nini? There is power behind you. Kuna nguvu nyuma yako. It was not a stone that killed David. Haiko jiwe ndio liliua Goliathi. But there is power. Lakini ilikuwa nguvu we are walking with. Ambayo tunatembea nayo. There is power. Kuna nguvu that we have. Ambayo tunayo. People can't see it. Watu hawezi iona. But we have power. Lakini tuna nguvu. It's working with us. Ambayo inatembea pamoja nasi. There is power. Kuna nguvu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. The power of Jesus. Nguvu za Yesu. Who was with David. Ambayo ilikuwa pamoja na Daudi. Came from behind. Ilitokea nyuma. And pushed Goliath. Na ikasukuma Goliathi. Fell down like this. Na akaangukia sura. And he got a knife. Na akakamata kisu. Quickly cut off. Akakata shingo.